Hello everyone, kwa jina naitwa Dr. Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini Tanzania. Na leo tutazungumzia concept nzima inahusiana na ugonjwa unaitwa ulcerative colitis, au wengine huwa wanapenda kuita colitis. Colitis ni ugonjwa ambao huwa una affect eneo la utumbo mpana. Kwenye eneo la utumbo mpana ambao unaitwa sigmoid colon, huu utumbo ambao unashuka upande wa kushoto kuelekea mpaka kwenye sehemu ya kutoa haja, anus. Okay? Condition hii huwa inaambatana na, maana yake utumbo kwa ndani unakuwa umeonekana umevimba. Na kuna baadhi ya vipimo ambavyo huwa vinafanyika kwenye maeneo ya matibabu hospitali, vipimo kama colonoscopy. Wakifanya ile, kuna kamera maalum ambayo inaingizwa kwenye mfumo wa haja kubwa. Kama una hii condition kwa ndani, inaweza kaonekana ule ukuta wa ndani wote unaonekana umekuwa mkundu, una vidonda, zile pouch za ndani ya utumbo mpana zinaitwa diverticular, zinaonekana pia zimevimba. Umepata condition inaitwa diverticulitis. Alright, ni condition ambayo inapelekea vile vimfuko vya ndani pia kuvimba. Sawa, na kunaonekana pia kuna thick mucus, yani kuna layer fulani ya makamasi miganda kwenye ukuta wa utumbo mpana. Na kuna dalili ambazo huwa zinaambatana na huu ugonjwa despite kufanya vipimo vya hospitali, ambavyo ni kwa awali, kabla hujaenda kwenye vipimo, unaweza kuanza kujichunguza mwenyewe nyumbani. Ya kwanza, unapata choo cha kuharisha ambacho kimechanganyika na damu. Lakini mbili, unaweza ukawa ukijisikia haja huwezi kushikilia, ni urgency, lazima ukimbie chooni ukapate kujisaidia. Lakini sehemu ya tatu, unaweza ukaona unakosa appetite, unaanza kupungua uzito. Na changamoto nyingine pia, damu pia inaweza ikaanza kupungua kwa sababu ya ile tendency ya kupata choo ambacho kimechanganyika na damu. Alright, na kupata maumivu upande wa kushoto kwenye hii tunaita left quadrant, upande wa kushoto kwenye usawa karibia na kitovu. Sasa ukiona unapata hizi dalili, ni muhimu kwenda kufanya vipimo kwenye kituo cha afya ambacho kipo karibu na wewe. Lakini kwenye upande wa natural medicine tunaweza tukakusaidia kusupport na kuondoa hii changamoto permanently. Alright, kama umeteseka nayo kwa muda mrefu. Na sababu ambayo inahusiana na kutengeneza hii condition tunaita ulcerative colitis kwenye mwili wa binadamu ni kwa sababu udhaifu upo kwenye maeneo matatu. Alright, kiungo cha kwanza ambacho kinakuwa affected, sawa, ni eneo la utumbo mpana ambapo kama tunafahamu. Lakini sababu iliyopelekea mpaka ule ukuta wa utumbo mpana kuvimba ni kwa sababu ya mfumo namba moja unaitwa lymphatic system, na mfumo namba mbili kuna hizi tezi maalum ambazo zipo juu ya figo, na kuna sehemu ya tatu ni figo zenyewe. Kwa hizi sehemu tatu zinapodhoofika, automatically ndio huwa zina contribute mtu kutengeneza ugonjwa unaitwa ulcerative colitis, ambayo inahusiana na sehemu ya utumbo mpana kuvimba na kusababisha hizi dalili ambazo tumezungumzia awali. Sasa tukianza kukagua mfumo mmoja mmoja, huu mfumo wa lymphatic system unapelekeaje hii condition ya inflammation au hali ya kuvimba na maumivu kuweza kutokea kwenye hii sehemu ya sigmoid colon kuelekea mpaka kwenye anus, sehemu ya kutolea uchafu. Ni kwa sababu lymphatic system ndani ya mwili kazi yake kubwa ni kuondoa uchafu ambao upo katikati ya seli moja na nyingine. Tukisema leo tukate eneo la utumbo mpana, tuweke kwenye darubini kali zile tunaita microscope, tutaona vitu vitatu tu. Tutaona seli maalum za utumbo mpana, lakini pia tutaona vimiminika vya aina mbili, damu ambao kazi yake ni kupeleka virutubisho kwenye zile seli za ukuta wa utumbo mpana, na tutaona kimiminika kingine ambacho kiko nje pamoja na damu kinaitwa lymphatic fluid. Sawa, kimiminika cha mfumo wa lymphatic system, mfumo wako wa taka. Alright, na kitu cha tatu tutaona nafasi zilizopo kati ya seli moja na nyingine. Kitaalamu tunaziita interstitial spaces. Sasa huu mfumo wa lymphatic system kazi yake ni kwa sababu ni kuondoa uchafu ambao unatoka ndani ya hizi seli. Sasa characteristics au tabia ya ule uchafu ambao unatoka ndani ya seli una asili ya tindikali ambao kitaalamu una range kwenye 3.5 mpaka 4.5 pH. Sasa kwa sababu ni acid, okay? Mfumo wako wa lymphatic system unaposhindwa kuondoa ule uchafu, maana yake umetolewa kupitia ukuta wa seli, cell membrane, ule uchafu ukabakia pale kwa sababu lymphatic system imekuwa nzito, haiwezi kubeba ule uchafu na kuuondoa. A certain response huwa inatokea, inflammation. Now by definition, inflammation sisi kwenye natural medicine huwa tunasema kwamba it's a natural body's response to acidity. Ni tofauti na wale wenzetu ambao wanaamini kwamba inflammation inasababishwa na infection issues, parasitic, labda kuna microorganisms kama bacteria, fungus au virus wanaweza kuchochea mtu kupata inflammation. Sisi tunaangalia kwenye terrain philosophy kwamba kile kimiminika chako kikishindwa kuondoa acid, zile seli pale zikikaa na acid muda mrefu na anago inflammation, hiyo concept ya kuvimba pamoja na maumivu, na ndio the same effect ambayo huwa inatokea kwenye eneo la utumbo mpana. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kitu ambacho huwa kinaathirika na kusababisha mtu kutengeneza huu ugonjwa ni hizi tezi juu ya figo, adrenal gland. Hizi tezi hugawanyika katika pande mbili. Kuna adrenal medulla upande wake wa ndani na kuna adrenal cortex upande wa nje. Upande wa nje ukishindwa kuzalisha kiambata kinaitwa steroid type anti-inflammatories. Ni kemikali ambazo zinapambana na inflammation, ndio maana zinaitwa anti-inflammatory, kinyume cha inflammation. Ndio maana kuarrest inflammation kwenye ile eneo inakuwa ni changamoto, okay?
Na kitu cha tatu ni kuunderstand figo ina mahusiano gani na hii condition ya ulcerative colitis. Kwenye upande wa natural medicine tuna concept ambayo inahusiana kwamba lymphatic system ikishakusanya ule uchafu kwenye zile nafasi za seli, interstitial spaces, huwa inapeleka kwenye mlango wa kutolea nje, drainage system, ambayo ni figo. Sasa figo zinapokuwa zimeclog, zimeziba, automatically ule uchafu unapata kitu kinaitwa lymphatic backup au lymphatic congestion, unarudi kutuama kwenye yale maeneo ya seli ambazo zipo kwenye ukuta wa utumbo mpana, na ndio sababu kuundergo hiyo process nzima ya inflammation ambayo ni hali ya kuvimba pamoja pia na kupata maumivu. Okay? Na ukitaka kujua kwamba figo yako haifanyi filtration vizuri, ni kuunderstand hii concept ya filtration ambayo unatakiwa uchukue mkojo wako wa kwanza wa asubuhi. Sawa, hifadhi kwenye glasi, na mkojo unaweza kuanzia saa 10 mpaka saa 1 pale anytime. And then baada ya hapo funika, hifadhi kwenye friji muda wa masaa 3. Baada ya masaa 3 consider, angalia ule mkojo, achana ile rangi ya mkojo, angalia kama kuna vumbi jepesi limetuama chini au kuna strands za mucus ambazo zinaelea kwenye ule mkojo. Ukiona ile, automatically figo zako zina undergo what you call filtration, maana yake zinachuja. Lakini ukiona mkojo ni clear, maana yake figo zako zinaweza zikawa zimeziba na shida inaenda moja kwa moja kwenye lymphatic system ambayo inachochea ule ugonjwa wako kutokea. Kwa hiyo ukitaka kuondokana na hii condition ya ulcerative colitis pamoja na zile dalili ambazo zimekutesa kwa muda mrefu, cha kwanza, diet yako lazima ibadilike, kwa sababu hydration ni kitu muhimu sana. Unapoendelea kutumia vyakula vichochezi ambavyo baada ya mmeng'enyo vinazalisha acid, huwezi kuondokana na ile tatizo. Kwa cha kwanza ni kuadapt kwenye alkaline diet ambayo inahusiana na kula matunda na mboga mboga. Sehemu ya pili, unaweza kutumia miti dawa. Na miti dawa maalum ambayo inapatikana katika kichwa chetu, ambacho unaweza ukaanza kusafisha lymphatic system, kuanza kuleta hydration, maana yake una uwezo kuondoa uchafu. Sehemu ya pili, tunarekebisha hizi tezi upande wake wa nje kwenye kuzalisha hizo tunaita steroid type anti-inflammatory, kinyume cha inflammation, ili ile hali ya kuvimba na maumivu iweze kuondoka na kuhakikisha figo zako zinatoa uchafu. Kwa sababu figo kama hazitatoa uchafu, maana yake ule mfumo wa taka wa lymphatic system utaendelea kubakia pale pale kwenye zile nafasi za seli kwenye utumbo mpana, na ndio sababu ya wewe kupata condition ya inflammation. Kwa hiyo tukirekebisha haya maeneo matatu, it's quite easy kuweza kuondokana na condition ya ulcerative colitis na afya yako ikarejea upya. Karibu sana clinic kwa ajili ya msaada hivi sasa.